Na mtazamaji, tuko na Last Born Kevo, shabiki wa Young Africans, kwenye mchezo kati ya Young Africans dhidi ya JKT umetamatika hapa KMC Complex. Young Africans anaondoka na ushindi wa goli 5-0. Mlikuwa na pressure kabla ya game kwani? Pressure ilikuwepo of course, kwa sababu sisi Yanga ligi inapoanza tunamwaza JKT, kwa sababu hata ukiangalia miaka hii miwili ya ubingwa wa mfululizo JKT amekuwa akitupa alama 4 peke yake. Wapinzani wengine wamekuwa akitupa kila kukicha. Home and away wanatupa 6, lakini JKT alikuwa ni kikwazo. Sasa unapomfunga JKT goli za kutosha ukiwa unaelekea kwenye mchezo unaofuatia unaujua, ndugu yangu, unaenda kwa kurelax. JKT sio wageni kwenye goli 5. Washakufa 5 Chamazi Complex. Kwa leo tulikuwa tunafanya marudio na marudio yametiki, na kama sio tatizo la kiufundi, unajua mwalifu yuko Dar. Kuna mtu katoroka kambini Dodoma, yupo Dar. Kwa JKT tulitaka wachukue tu chache 5 fulani hivi afu warudi kumtafuta mtuhumiwa. Wamechukua 5 na wameenda kumtafuta mtuhumiwa leo. Mwalifu hapa Dar. Nasikia kuna mwalifu ametoroka kambini Dodoma. Kwa JKT tuliwaacha kidogo. Baada ya kuwafunga 5 tukaona tusije tukaendelea, bwana, hebu waende wakamtafute kwanza mwalifu. Si unamsemea mtu aliyetoroka ni kwamba Jonathan Soa au nani? Sasa mimi sijui mwalifu ni nani, lakini huyo ndio mwalifu ambaye pengine anatafutwa na hao JKT. Tumefurahi kaka. Kabla ya mchezo huu kulikuwa na maneno mengi. Nadhani mchezo uliokwisha na Mungu, wewe mwenyewe ulikuwa pia shahidi kwamba Yanga tutoki kwa JKT. Yanga haichezi vizuri. Sasa leo scope Yanga imecheza vizuri, Yanga imecheza vibaya au nini? Yanga imecheza vizuri. Wewe kuna mtu utaingia mtandaoni atakwambia Yanga wamempiga kibonde. Yaani hawa hawaaminiki Yanga anacheza vizuri mpaka Yanga tucheze nao. Na inshallah kilio chao kinaenda kutamatika kabisa kwamba Yanga inacheza vizuri na ina kocha mzuri. Leo usikii mtu yote akimwandika kocha wa Yanga ana mpira mgumu, kwa sababu tumeshinda goli 5. Lakini ndio kurukaruka kwa marage kuiva kwake. Sisi tushachukua zetu 3 muhimu, wazungu wanafanyaga hivi afu anachomekia cha. Tushachukua pointi zetu 3, tunasubiri next stop ni nani? Mwembe wetu wa nyumbani. Sasa yule leo tulikuwa tunamwaza JKT, tumejikuta tumeshinda 5. Sasa huyu mwembe wetu wa nyumbani muda wote ambao tunatikisa tunakula maembe itakuwa ngapi? Pacome alikuwa hayupo leo kabisa kwenye mechi. Boka alikuwa hayupo kabisa kaka. Hii Yanga. Nilisikia Ahmed anasema Simba ni nini? Ni mwa. Mwambieni hii ni Yanga ya maziwa na asali. Sasa tende maziwa na asali ukivichanganya vikikutana na mwa, unajua nini kinafuata. Sawa. Yes, Simba yake ya mwa. Sisi Yanga ni ya maziwa na asali na tende. Tunasubiri kukutana na mwa. Alafu tuone nini kitatokea. Sawa, baada ya ushindi huu tumeona baadhi ya wachezaji viwango vyao vimeendelea kuwa bora kila siku. Depo, mshambuliaji ambaye mwanzoni kipindi anakuja watu walisema hana goli alikotoka, alikuwa kawaida, lakini hivi sasa ana make statement. Nini kinaashiria kwenye usajili wa Depo Yanga? Depo anafunga mechi after mechi after mechi. Next stop anaenda kufunga Zanzibar. Yaani wale wawekezaji, hii inakuibia siri. Wale wawekezaji wasangaike sijui kubeti kona, sijui red card, sijui yellow card. Wewe kama ukiona Yanga anacheza ligi kuu ya Tanzania, beti Depo atafunga. Mechi ya ngapi mfululizo anafunga? Sasa inayofuatia ni mai wetu, na timu inayofuatia tunaweza kuifunga nje ya uwanja, ndani ya uwanja na baada ya mechi. Kwa hiyo swala la Depo score kwenye hiyo mechi ni lazima. Mtu akisema Prince Dube ni mshambuliaji bora ya Young Africans lakini kwenye NBC Premier League anakuwa yuko sahihi. Dube ni mshambuliaji bora. Hata ukiangalia rate kwa washambuliaji barani Afrika wanaofunga magoli kwa ndani ya muda mfupi, utamkuta jina la Prince Dube. Dube ni watu wanamezeshwa ajenda za kuja kumfifisha mtandaoni, lakini Dube ni miongoni mwa mimi nadhani wachezaji wote ligi kuu ya Tanzania katika ushambuliaji, ukiwauliza mchezaji wao ambaye ni role model, watakwambia ni Prince Dube. Ni vile tu wachambuzi wanajizima ufahamu kama walivyojizima ufahamu kwa kina Damaro, kwa kina Mudathiri, kwa kina Buba. Ndio hivyo wanajizimaga tu ufahamu kwa Dube. Dube ni one of the best and the top striker kwenye ligi yetu. Na ndio maana Dube akiwa hayupo, uoni Yanga wakikosa magoli, uoni Yanga wakishambulia, lakini unapomuona Dube hata kama afungi, unaona chance after chance after chance. Miongoni mwa washambuliaji bora kwenye ligi yetu, uwezo ukalisahau jina la Prince Dube. Top notch kwenye eneo la kushambulia. Baadhi ya watu walishawahi kuandika wakisema kwamba Dube deserve kucheza Yanga. Na daraja lake sio la Yanga. Sasa tunawauliza wenyewe, je, huyu Dube daraja lake ni Yanga au ni timu nyingine? We are happy. Tunaenda sasa Guantanamo Bay tukiwa na furaha zote. Sasa hizi hakuna wa Yanga mpira mgumu, kocha wa Yanga ni mdogo kuliko Yanga, Damaro anaingia maungoni utasikia. Yaani huu ushindi umekata shombo nyingi sana kuelekea dabi. Hapa katikati ungesikia Damaro anaingia watu maungoni.
Jobu anacheza faulu ambazo hazina msingi. Yaani ungesikia maneno, ila kwa sababu tumesha 5 sasa wenyewe watajua waichague timu yao itoke Dodoma sasa hizi jioni hii ifuate Yanga Guantanamo Bay au hata sisi tulivyokuwa na madharau tunaweza tukaenda Zanzibar Jumapili tukatoka ibadani tukaenda Zanzibar na tukashinda. Zanzibar ni nyumbani kwetu na muda wote tunapata matokeo. Mohamed Hussein Zimbo Shabalala endelea kuonyesha beki yake pale pale. Yaani walikuwa wanasema mpira mgumu. Sasa kupitia Zimbwe, Pakome na Depu tunaenda kuulainisha kwenye mechi inayokuja. Hii ya leo isiwashtue jamani. JKT tushafa 5 mbona? Waandishi hamna kumbukumbu, ni msimuzi tu pale Chamanzi. Wamechukua chuma 5 safi wamerudi kwao kujipanga jeshini kule kambini. Sasa haya ni marudio. Na JKT kama amefungwa basi kwenye ligi hii hakuna timu nyingine yote itasumbua. Nilikuwa nawaambia jana waandishi wa habari, katika mechi 5 mfululizo zinazofuata za Yanga, ukianzia ya Namungo, kuja ya leo ya JKT, kuja inayofuata ya Simba, inayofuatia ya Singida Airtel Stadium, inayofuatia ya Fountain na ya mwisho ile ya 6 ya Azam FC, mechi ngumu ni 2. Ni mchezo dhidi ya Azam FC na mchezo dhidi ya JKT Tanzania. Sasa katika hii michezo ambayo tulikuwa tunahofia ni mgumu, wa kwanza tumeshinda 5. Sasa mpinzani yupi atatusumbua? Zanzibar. Simba sio mpinzani mgumu. Mimi nilikuwa katika hizi fixture hii ya mechi 6 ninazokuambia nilizokutajia hizi. Nilikuwa namwazia JKT. Kwa sababu miaka 2 mfululizo JKT tunavuna alama 4. Kwa hiyo nilikuwa namwazia kuliko mpinzani yote. Sasa amekufa chuma 5. Namwazia mtu gani? Yaani mtu nimemfunga mara 6 mfululizo namwazia nini? Na katika hii miaka 10 ukiona Simba ameifunga Yanga, ameifunga Yanga kwa kufluku. Hawana timu ya kuifunga Yanga, hawana viongozi wa kuifunga Yanga, yani hawana hata benchi la ufundi la kuifunga Yanga. Ukiona sehemu yote Simba amemfunga Yanga kwenye miaka hii 10. Simba yani Sebiaura. Umekumbuka walivyotufunga kwa kina ya wakafunga goli Inonga akafunga na Kibu. Tokea kipindi kile wamefunga lini Yanga? Goli 2 ni fluku inaweza angalia goli lenyewe wamefunga kichawi chai dakika ya kwanza ya mpira, goli la Kibu kila mtu anajua. Uchawi mtupu, mvua inanyesha mara inakatika, mara inanyesha mara inakatika. Hawana timu ya kutufunga wala siwezi kukaa kwenye hizi mic zenu. Naanza kumwazia mtu ambaye nimemfunga mara 6 mfululizo. Hizi mic zingekuja kabla mchezo wa JKT, ningekuwa na cha kuwajibu kwa sababu JKT ndio mpinzani halali kwenye ligi ya Tanzania kwa sababu misimu 2 mfululizo tujavuna alama 6 kwake. Kwa hiyo tutunze clip kwamba nyewe mnamfunga Simba. Sasa wewe swala la Yanga kumfunga Simba hadi unatunza clip au unasubiri labda clip ya few moments later. Bwana sisi kumfunga Simba ni jadi yetu na ni hadhi yetu na ni mwembe wetu wa nyumbani. Muda wote tunatikisa tunakula maembe. Sasa leo ni waone wachambuzi kule Instagram. Waandike Yanga ina mpira mgumu. Kocha wa Yanga hana CV za kufundisha Yanga. Yanga ndio timu yake ya kwanza kuifundisha. Yaani abarikiwe sana Mudathiri, abarikiwe sana Shekani, abarikiwe sana Zimbo Junior Shabalala kwa sababu kuelekea kwenye hii dabi tungeoga kila aina ya matusi. Lakini sasa hizi hii kuelekea dabi mchambuzi ukijaribu kuichambua Yanga ukikumbuka JKT amekufa 5, unarudi kuwa na nidhamu katika uchambuzi wako. Najua wale kengeuka hapo ni wengi, lakini mwisho wa siku Yanga ni kubwa na kama JKT alikuwa anang'ang'ania msimu huu kwenye mambo, wote ni mashahidi. JKT akishuka, mechi inayokuja JKT amepanda. Sasa Yanga tumeshamtoa JKT juu kwenye msimamo. Kama uku screenshot msimamo wa ligi kuu ya Tanzania wakati JKT anapanda na kushuka, over my deadly body, sioni uki screenshot sehemu nyingine. Mbona umesikia over my deadly body umecheka? Kwa nini umecheka? Wewe una tatizo lako. Tatizo lipi? Na huyu unaona kacheka au kuna kauli ya utata? Mimi siyafahamu, sitokei tawi. Mimi sitokei tawi la Salamanda, kwa hiyo sina mamlaka ya kuliongelea hilo tawi. Mimi naongelea tawi langu la Yanga ni beaten. Kwa hiyo hiyo over my deadly body isikushtue. Jamani, JKT ashashushwa juu kwenye msimamo. Ni either urudi nyuma kwenye peji ya Azam TV ukaangalia wakati timu yako iko juu kwenye msimamo. Yanga hatushuki tena na juu kuna baridi na lazima tunaenda kuongeza mpaka theluji. Ukikaribia tu kutufikia unakuwa barafu kabla ya kutakiwa ndewa. Depu mechi after mechi after mechi. Yaani hata ukileta leo timu yako ligi kuu, Depu akiwa uwanjani hata kama ina odds ya 4.5 mpe Depu anafunga mechi yote ya ligi kuu. Mwanaume Depu.